A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mlima ule unaoona pale juu yako ni mlima unaitwa Ghari, ni mlima ambao una pango linaitwa Ghari Thauri. Pango la Ghari Thauri ni moja ya matukio makuu ya maisha ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama katika kipindi cha hijra kutoka Maka kwenda Madina. Hili pango limebeba maana kubwa kwa Waislamu, kwani linaonyesha ujasiri, imani, kuaminika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika hali za hatari. Muktadha wa matukio: baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutangaza Uislamu kwa wazi huko Maka, wakazi wa Maka walipokuwa hawaridhiki na wito wake wa kutangaza kwa wazi kwa tauhidi ya imani ya Mwenyezi Mungu, wakaamua kumkandamiza. Wapagani wa Kikuraishi walipanga njama za kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumaliza wito wake wa kutangaza Uislamu. Kwa mujibu wa historia, wakaandaa njama ya usiku. Walikusanya wanajeshi wa Kuraishi, wakapanga jinsi ya kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kelele na kwa haraka zaidi. Hii ilitokea muda mfupi kabla ya hijra, yaani Mtume kuhama Maka kwenda Madina na wafuasi wake kwenda Madina. Uingiliaji wa Mtume wa pango la Ghari Thauri. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na msaidizi wake mkubwa Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu walihama Maka usiku, wakiepuka njama za Makuraishi. Wakiwa njiani, walifika pango la Ghari Thauri ambalo lilikuwa pango dogo lililokuwa limejificha kwenye mlima Thauri karibu na Maka. Wakati wa kuingia kwenye pango hilo, taarifa za wakazi machapisho ya historia zinaeleza kuwa hii ilikuwa ni mwaka 622. Mwaka huo huo ndio Mtume alihama Maka kwenda Madina. Washiriki wa Mtume pamoja na Abu Bakar radhiallahu anhu walikuwa ndani ya pango. Yeye Mtume na Abu Bakari waliishi kwa siri na kwa hofu ya kugundulika walipoingia ndani ya pango hilo. Muda wa kukaa pangoni hapo, Abu Bakari pamoja na Mtume walikaa siku 3 ndani ya pango. Wakati huo Abu Bakari alimchunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, akilinda na kumpa moyo, huku Mtume akitafakari na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hali ya pango ilikuwa ngumu sana. Walikosa chakula, lakini walipata rehema ya Mwenyezi Mungu. Kulingana na hadithi inasema, nyoka na viroboto vya wanyama walikuwa wakizunguka pangoni, lakini Mtume na Abu Bakari hawakuguswa na hofu. Imani yao ilikuwa kubwa. Asma, mtoto wa Abu Bakari Siddiq, alipata kuelezewa kwamba alikuwa akileta chakula hapo, na hata katika hali ya kuficha hatua za Mtume kafikaje hapo kwenye pango, alilazimika kutafuta makundi ya mbuzi ili yafiche zile hatua, hata wale wanaofuatilia hatua washindwa kuziona hatua hizo. Lakini Makuraishi walimtafuta mtu ambaye anafuatilia hatua, na kweli walimpata na akawaelekeza mpaka wakafika kwenye pango hilo, kiasi ambacho walipofika kwenye pango, Abu Bakari na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwaona watu wale wakiwa wamesimama nje ya pango hilo, wakiwa wanazunguka, na yule waliyemkodisha akawaambia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yuko hapa ndani ya pango hili. Mimi katika ujuzi wangu nimeishilizia hapa, na hakika kabisa Mtume yuko hapa ndani. Abu Bakari akapata hofu, akasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, lau mmoja wao anainama chini kuokota kitu atatuona. Mtume akamwambia, unaogopa nini ya Abu Bakari? Unaogopa nini? Ikiwa sisi ni watu wawili, lakini Mwenyezi Mungu akiwa watatu wetu,
ni nani atakayeweza kutudhuru? Akamwambia Abubakari, usihuzunike, la tahzan inna Allaha maana. Maneno hayo ya Mtume alimtia moyo Abubakari kwamba usihuzunike, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Mchana wa siku ya tatu, Mtume alipanga jinsi ya kutoka na alijificha pale siku 3. Na inatufundisha mambo makubwa sana kwamba ukitoroka sehemu usiende mbali sana. Hebu tafuta nafasi ya kujificha kwa siku 3, uangalie hali halisi inakwendaje nje, kuliko ukaonyosha moja kwa moja kukimbia. Watu ni rahisi sana kukukamata. Lakini pia kujificha kwa siku 3 kunakupa tafsiri na maneno yanayoendelea mtaani, kwamba ni nini kinachoendelea mtaani kabla hujakimbia mbali. Lakini pia Mwenyezi Mungu alimnusuru mja wake kwa kumletea buibui aliyetanda utandu na njiwa aliyetaga mayai. Tazama, buibui ndiyo kiumbe wa Mwenyezi Mungu anayejenga nyumba dhalili sana duniani. Nyumba yake anaweza kuijenga kwa muda mrefu, lakini ukaja ukaiharibu kwa sekunde chache sana. Hata kwa udole wako hakuna nyumba iliyokuwa dhalili kama nyumba ya buibui, lakini hiyo nyumba dhalili ndiyo iliyomwokoa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tunajifunza kwamba usidharau kitu chochote kidogo.